Dar es Salaam, mtazamaji wa Channel 10, habari za asubuhi popote pale unapotutazama. Karibu kwenye sehemu ya Baragumu Live kutoka hapa Dodoma, na leo ikiwa ni siku nzuri kabisa, Jumatano Novemba 19 mwaka 2025. Nakaribisha kwenye matangazo haya ya moja kwa moja kutoka hapa Dodoma. Mimi ni Roda Simba nitakaye kuendeshea matangazo haya, lakini katika upande wa kamera na msimamizi wa matangazo haya ni Kuringe Mongi, na leo nakwenda kuzungumza na mbunge wa jimbo la Nachingwea Mheshimiwa Fadhili Liwaka, kuzungumzia hotuba ya rais bungeni na mwelekeo wa nchi. Mheshimiwa, habari za asubuhi. Habari za asubuhi ni nzuri, sijui habari za mwamko. Ni nzuri, hongera kwa majukumu. Asante sana, nashukuru. Lakini pia hongera kwa ushindi. Nashukuru sana. Kwa faida ya mtazamaji, mimi nimekutambulisha, huenda kuna kitu ambacho nimekiacha, wananchi wa Tanzania wapate kukufahamu kwa uzuri zaidi. Karibu. Asante. Kwa majina kama ulivyonitambulisha, mimi naitwa Fadhili Liwaka, ni mbunge wa jimbo la Nachingwea mkoani Lindi. Utambulisho nadhani unaweza kufungua Watanzania na watazamaji wa kipindi chetu. Sawa, Mheshimiwa, kwa kuanza kabisa kipindi chetu, tunaomba tufahamu umeipokeaje hotuba ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wakati akilifungua bunge la 13? Kwanza ni shukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa rehema hii kubwa ya afya na uzima, lakini kulijalia taifa letu kubaki kwenye hali ya utulivu na kuwa na mwelekeo ule ambao tumezoea. Lakini pili, nimpongeze Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuaminiwa na Watanzania na kupewa dhamana ya kuliongoza tena taifa letu la Tanzania, ikiwa ni muhula wake wa pili, kwa maana awamu ya 6 kipindi cha pili. Wakati wa ufunguzi wa bunge, Mheshimiwa Rais alitoa hotuba yake, na hotuba ile ilikuwa imebeba mwelekeo, imebeba maono na mahitaji ya wakati tulionao. Mimi kama mbunge ni moja ya watu waliosikiliza kwa makini, na mapokeo yangu ni mapokeo makubwa sana katika eneo la matumaini, kwa sababu ni hotuba ambayo imejielekeza moja kwenye kuendelea kulisukuma gurudumu la mapambano mazito ya kuyapigania maendeleo ambayo yamefanyika katika awamu nyingi zilizopita. Lakini la pili, limebeba ajenda mahususi zinazoendana na dunia ya sasa na nini dunia inataka kifanyike. Lakini la tatu, imebeba huduma. Ni hotuba ambayo imejielekeza kwenye huduma, lakini ni hotuba ya wananchi walio wengi, ambapo kwa sehemu kubwa maisha ya wananchi wetu yanategemea huduma kutoka kwa watendaji waliopewa dhamana, lakini kutoka kwenye taasisi na sekta mbalimbali zile za kiserikali na binafsi. Kwa hotuba yake Mheshimiwa Rais ilikuwa imejikita kujielekeza kwenye kutengeneza unafuu na uimara kwenye maeneo hayo, lakini ikiwa imewagusa moja kwa moja wananchi kwenye eneo la huduma za kijamii kutoka kwenye sekta mbalimbali zinazowazunguka. Mheshimiwa, hebu tuambie ni maeneo gani mahususi ambayo unaona kwenye hotuba ile italeta matumaini mapya kwa Watanzania? Hotuba ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia ilijikita kwenye maeneo mengi, lakini kwa muhtasari tu wa maeneo ambayo mimi binafsi nimeyaona yameelezwa katika namna ambayo kila Mtanzania alipaswa na alikuwa na matumaini ya kusikia, yako maeneo kadhaa ambayo naweza kuyagusia. Eneo la kwanza kabisa, nimemsikiliza Mheshimiwa Rais wakati wa hotuba yake. Kwanza moja, alilichukua kundi la vijana wa taifa letu, akalihamisha kutoka mtazamo wa kuwa wao ni vijana, ni Watanzania wanaweza kufanya chochote, na kuwaleta katika nyumba yake binafsi kwamba nyinyi ni watoto wangu, na akaturudisha nyuma kwamba kila ambacho leo mnakiona sisi wazazi wenu tulishawahi kuviona, lakini tuliwekeza uimara wetu wa fikra na mioyo yetu kwenye kulijenga taifa letu. Kwa hiyo alitumia neno wanangu, kwamba naomba sana mujitahidi katika kuhakikisha kwamba mnaimarisha, mnalinda na mnaitunza nchi yenu, na alitumia neno msikubali kuichoma nchi yenu. Neno hili lilikuwa limebeba matumaini, limebeba mafundisho na limebeba ajenda ya kuwafanya vijana wa Kitanzania moja watambue kwanza kwamba maisha huwa yanabadilika na jambo la leo si jambo la kesho.
lakini kila kijana wa nchi hii ana wajibu wa kufikiria leo tuliopo na kesho tunayokwenda. Hivyo ni wajibu wa kila mmoja kuamini kwamba ipo siku anaweza kuwa na dhamana nzito ya kuja kulipigania, kulisimamia na kulilinda taifa hili akiwa kiongozi. Lakini ni muhimu walikute taifa ambalo lina utulivu, linaendesheka na lina uwezo wa kuongozeka. Kwa hiyo binafsi nimeona ni kauli ya mafundisho, nimeona ni msingi wa kutujenga, lakini ni kumbukumbu mzuri kutoka kwa mzazi mwenye kuwaona vijana wanakoelekea. Na nasema mtu mzima akizungumza kwa vijana ujue anazo alama zinazomkumbusha alikotoka na anachokiona mbele za vijana. Lakini eneo hili ni eneo la kwanza. Eneo la pili nilifurahia sana kwenye eneo la afya. Mheshimiwa Rais alielekeza mamlaka. Kwanza moja, alituhakikishia Watanzania kwamba huduma za afya lazima ziendelee kuboreshwa, maana kazi kubwa imefanyika. Lakini katika uboreshaji wa huduma hizi za afya yako mambo mtambuka lazima yafanyike kikamilifu. Moja kati ya mambo hayo ni kuhakikisha upatikanaji wa dawa katika nchi yetu kwenye maeneo yote ya kutolea huduma za afya. Na hapa alijielekeza katika uzalishaji wa dawa na vifaa tiba hususan kupitia viwanda vya ndani. Jambo hili ni jambo kubwa, ni jambo jema na ni jambo ambalo leo Watanzania wamekuwa wakiwa na matumaini nalo kwamba tunakwenda kuboresha afya zetu kwa kupata dawa na kupata vifaa tiba kwenye maeneo yetu. Lakini kuna jambo la muda mrefu sana ambalo Watanzania wamekuwa wakilipigia kelele, na mimi binafsi kama kiongozi nimewahi kushiriki kusaidia, na viongozi wenzangu watakuwa mashahidi, wamewahi kushiriki kuwapambania Watanzania waliopoteza wapendwa wao, na wale wapendwa wakawa wameshikiliwa kutokana na gharama za kuendesha huduma zile za afya wakiwa katika matibabu. Mheshimiwa Rais ametoa maelekezo ndani ya Bunge kwamba kwa sasa tumefika mwisho wa kuwa na hadithi ya kupoteza haki ya watu kuwazika wapendwa wao pale wanapofariki hospitalini, kwa kuruhusu mili ambayo iko kwenye uhifadhi wakabidhiwe, na kama kuna namna ambayo itaweza kuwa na mjadala basi ijadiliwe ili kuweza kuondoa hili tatizo. Lakini kubwa zaidi, lazima maiti ziondolewe kwa wakati. Kubwa katika mengi ni swala la majaribio ya bima ya afya kwa wote. Bima ya afya ni tiketi inayomwezesha mgonjwa kuhitimisha safari yake ya matibabu. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba bima ya afya inakomboa na inaleta unafuu mkubwa sana kwa maisha ya Watanzania na maisha ya watu wengi, ambapo badala ya kutumia gharama ya kifedha na kulipa, bima yako mkononi inakusaidia kupata vipimo, kupata matibabu, lakini hata pale inapohitajika kupata huduma ya uangalizi ukiwa hospitalini, yani kulazwa, bima inaweza kuchukua nafasi ya gharama zote ambazo zinaweza kutumika. Kwa hiyo katika eneo hili la afya, Mheshimiwa Rais alionyesha msisitizo, na ni ndoto yake na ni ndoto ya Watanzania kupata bima ya afya kwa wote. Kwa hiyo nimetazama kwa jicho la mbali sana, nikaona namna ambavyo tunaweza kukomboa maisha makundi mbalimbali, watoto, wazee. Watoto kwa sasa wanatibiwa bure, lakini kwa kuongeza bima ya afya itasaidia sana kuchagiza huduma bora zaidi zisizokuwa na mashaka. Lakini makundi ya wazee, mama pamoja na vijana wengi ambao wamejiajiri kwenye maeneo mengi, wakati mwingine yana rafsha nyingi, ikiwemo migodini ambako nako kuna kuaga na matatizo ya hapa na pale, magonjwa ya hapa kutokana na mchanganyiko wa watu, usafirishaji kama vile bodaboda, zinatokea ajali ambazo hatuziombei, lakini haya yote yanahitaji bima ili kuweza kujihakikishia afya bora na uhakika wa uzima. Mheshimiwa, hapo tukiwa kwenye afya, Mheshimiwa Rais aliliambia Bunge kuhusiana na zile ajira katika kada ya afya, ambapo alisema kwa kada ya afya serikali itatoa ajira 5,000 na katika sekta ya elimu ajira 7,000. Mheshimiwa, hebu tuambie ni yapi maoni yako juu ya hatua hii ya serikali? Kwanza ni kili kwamba ni mwenendo na ndiyo tabia ya Dr. Samia Suluhu Hassan, na kwa bahati nzuri sana kwa faida, mimi nimekuwa mtumishi ofisi ya Waziri Mkuu na nilikuwa ni msaidizi, ambapo Waziri Mkuu ndio msimamizi wa shughuli za serikali. Moja ya kipaumbele ambacho Dr. Samia alikuwa akikielekeza na kuisisitiza serikali ni kuhakikisha kwamba upatikanaji wa ajira unakuwa ndio swala la kuzingatia katika kuhakikisha tunapunguza moja, ule utoaji, tunaweza kusema utoaji huduma ambao unakosa ufanisi kutokana na kukosa watumishi wa kutosha. Kwa hiyo katika maeneo ambayo aliwekea mkazo sana ni ajira kwenye eneo la afya
ni ajira kwenye eneo la elimu, ambapo kwa kama ulivyosema kuna walimu 7,000 wametangaziwa nafasi tayari wamesha apply, na wahudumu wa afya 5,000, karibia ajira 1,200 zimekwenda kutangazwa. Hii kwangu mimi naona ni mwendelezo wa tabia yake wako kinatangaza na fursa za ajira kila wakati, lakini kwa hotuba iliyotolewa bungeni na mwelekeo tulionao, naona ni hatua nzuri sana, kwa sababu tunao wasomi wengi kwenye kada hizi mbili, lakini ziko kada zingine ambazo bado hazijasemwa pale, zinaendelea kuhangaika kutafutiwa watumishi, utawala, maeneo ya ulinzi na idara zingine. Bado huku kote Mheshimiwa Rais ameweka msisitizo na kuhakikisha kwamba kila Mtanzania mwenye sifa na wale watakaopata bahati waweze kupata fursa ya ajira. Najua haiwezi kukidhi kila mmoja aliyekuwa na sifa, lakini mwelekeo na lengo ni kuhakikisha kwamba wanapatikana vijana, wanapatikana Watanzania wanaokwenda kuhudumia kwenye maeneo yao. Kwa hiyo nimelipokea vizuri sana na naona kwamba ni mwelekeo mzuri katika kuhakikisha kwamba tunatatua changamoto za utumishi kwenye maeneo yetu. Mheshimiwa Rais aliliambia bunge kuhusiana na kutoa kipaumbele kwa vijana, na hili tumeliona hata kipindi kile cha mchakato wa uchaguzi, alisisitiza vijana pia wapewe kipaumbele, na ameenda mbali zaidi, ameunda wizara ya vijana. Hii ina maana gani kwa taifa letu la Tanzania? Maana ni kubwa, na tunaweza kurejea kwenye majibu yangu ya swali lako la mwanzo kabisa kuhusiana na mwelekeo na namna ambavyo nimelieleza taifa la vijana Mheshimiwa Rais alivyolichora kwenye mwelekeo wake. Kwanza moja, kuundwa kwa wizara inayoshughulikia masuala ya vijana inasaidia sana kuweza kuamsha. Unajua vijana tulionao, tuna vijana wengi, vijana wenye uwezo wa kufikiri, vijana wenye maarifa ya kutosha, na kama unavyojua silika ya vijana katika dunia yote ni kuhakikisha kwamba wanakuwa na mchechemuo wa matokeo na mabadiliko chanya, na mabadiliko haya yanaegemea kwenye nyanja mbalimbali, na sehemu kubwa vijana ni katika kujikwamua kwenye eneo la kiuchumi. Kwa hiyo kwa eneo hili, na mimi ndugu mtangazaji na Watanzania, nataka niwape ushuhuda kwamba Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni mwana mapinduzi wa fikra za vijana. Hii ni kwa sababu imani yake kwa vijana haijaanza kwenye hotuba yake ya bunge. Hata ukitazama serikali aliyoiongoza kipindi cha kwanza katika awamu ya 6, tazama baraza la mawaziri, tazama wasaidizi wa sekta na idara mbalimbali, tazama washauri na watu wengine ambao wamekuwa wakitengeneza mwelekeo wa taifa letu, utagundua zaidi ya 60% mpaka 70% imeshikwa na vijana. Sasa hili anakuja kuliwekea uzio zaidi na wigo kwa kuhakikisha kwamba vijana wanapata eneo lao maalum. Hapo zamani vijana walikuwa na nafasi ya kusikilizwa na kutengeneza hoja zao, lakini walikuwa ni eneo kwenye eneo kubwa. Kwa hiyo walikuwa hawana nafasi ya kujitegemea, walikuwa kama idara. Kwa sasa tunayo Wizara ya Vijana na Maendeleo, na kwa bahati nzuri sana imeonyesha kwa vitendo. Waziri mwenye dhamana aliyepewa Mheshimiwa Joel Nanauka ni kijana kabisa, tena ni kijana wa dunia ya sasa, kijana mwenye maarifa ya sasa, na kijana mwenye fikra za kimapinduzi, ambapo leo akisimama mbele ya vijana akizungumza kuhusiana na ajenda za maeneo mahususi ambayo sisi kama nchi tunajielekeza kwenye kilimo, kwenye madini, kwenye ufundi na teknolojia, utaona kabisa kwamba ni kweli uko kwenye fikra za vijana wa leo, ambao ndio eneo ambalo Mheshimiwa Rais analipambania kwa asilimia kubwa kwenye mwelekeo wa kuongoza nchi. Hapo kabla tujatoka kwenye kusudio la Rais kuhusiana na kuwekeza kwa vijana, kuna kitu alikizungumzia kuhusiana na kuongeza zile sekta ambazo zinaajiri watu wengi, akagusia sekta ya kilimo, viwanda, madini. Mheshimiwa, hebu tuambie hii ina maana gani hasa? Hii nadhani ni mwelekeo na ni dira ambayo tunajiwekea kama nchi, na Mheshimiwa Rais ameona kwamba fursa pekee ambayo inaweza kutosheleza kila kijana kuwa katika ajira, inaweza kuwa rasmi au sio rasmi, ni kuimarisha na kuongeza thamani ya hizi ambazo ni sekta za uzalishaji, kwa kuwekeza vema kwenye sekta madini, sekta kilimo, sekta za usafirishaji na maeneo mengine ambayo ni rahisi kwa vijana kuweza kuingia na kupata matokeo chanya ya kiuchumi. Basi maeneo haya nafikiri tumeyapa kipaumbele vya kutosha, na katika hili unaweza kuona katika hotuba Mheshimiwa Rais alizungumza namna ambavyo anaweza
kuvipa kipaumbele na kuvipa thamani, tunasema kuvutia uwekezaji wa wale wawekezaji watakaoonyesha uwezo wa kuajiri watu wengi zaidi, watapata kipaumbele na kupata namna ambayo inaweza kupewa unafuu wa uwekezaji wao. Hii ni nini? Ni kujaribu kuwavutia wawekezaji wenye viwanda, wenye biashara, kuweza kuwaamini vijana ambao ni wengi wanalihangaikia soko la ajira. Lakini Mheshimiwa Rais amefika mbali zaidi, akazungumzia uwepo wa VETA katika kila wilaya. Na hili ni jambo ambalo liko wazi, na kila wilaya sasa ina ujenzi wa VETA. Kwa nini VETA? Nchi yetu imebarikiwa sana kuwa na maeneo mengi ya uzalishaji: madini, kilimo, uvuvi, uchumi wa buluu. Sasa haya yote yanahitaji Watanzania ambao wenye uwezo wa kusimamia, kulinda na kuhakikisha kwamba tunatoa matokeo chanya katika sekta hizi. Kwa hiyo nadhani kwa kuongeza VETA tutaongeza wataalamu, ongeza watu wenye ujuzi ambao watapokwenda sasa kujitokeza kwenye sekta hizi, iwe za serikali au sekta binafsi, zitasaidia sana kukuza na kujenga morality ya nchi yetu kukua kiuchumi. Kwa hiyo eneo hili tulikuwa na maana hiyo kwamba tunapoongeza thamani ya sekta za uzalishaji tunaongeza ajira, lakini tunakuza uchumi wa nchi yetu. Lakini pia Mheshimiwa, katika hotuba yake Mheshimiwa Rais alisisitiza juu ya kuimarisha miundombinu ya kiuchumi, akazungumzia barabara, reli, umeme. Hebu tuambie, kwa hiki ambacho alikisema kitaimarisha vipi maisha ya wananchi? Ni kweli Mheshimiwa Rais tena ameweka kwa msisitizo, ni kama maandishi tungesema amebold eneo la miundombinu. Na katika hili hata ukisikiliza vizuri hotuba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amejielekeza kwenye vipaumbele muhimu katika sekta hiyo ya usafirishaji. Kwanza nizungumzia reli ambayo tayari imeshapiga hatua kubwa, na kwa sasa Watanzania watakuwa mashuhuda wa urahisi wa safari uliorahisishwa kutoka Dar es Salaam kuja Dodoma. Tunaendelea kutoka Dodoma kuelekea Mwanza, tutakwenda Isaka, tutakwenda Kigoma, tutakwenda Arusha, tutafika Tanga. Lakini kwenye hotuba yake Mheshimiwa Rais amefika mbali zaidi, akasema tunaanza utaratibu na kufikiria jinsi ya kuanzisha reli ya mwendokasi ya SGR kutoka Dar es Salaam kwenda mikoa ya kusini. Maana yake tutafika Mtwara, tutakwenda Riganga na Mchuchuma, huko kote tutafika. Sasa kwanza tu kwa kusikia kauli hii na ukitazama spidi au kasi ya mabadiliko kwenye eneo hili, yanaleta matumaini makubwa sana ya kurahisisha usafirishaji na kukuza uchumi wa Watanzania. Lakini la pili, sisi watu viongozi na wananchi wa majimbo ambayo tunategemea usafirishaji kama sehemu ya kuchachua uchumi wetu kupitia mazao ya biashara, ametugusa kwa kiwango kikubwa. Kwa mfano, kwenye hotuba Mheshimiwa Rais alizungumzia ongezeko la fedha kwa mamlaka wakala wa barabara mjini na vijijini, TARURA. Hii ni dhahiri sasa inakwenda kufungua uchumi mkubwa wa usafirishaji kwenye maeneo yetu. Na kama mimi mtu ambaye natoka Nachingwea, najua kabisa barabara ikijengwa vizuri kutoka kijijini kuja mjini, ambako tunaunganisha barabara ya kiwango cha lami, na hapa Mheshimiwa Rais ameweka msisitizo, ni mpango wa serikali ya awamu ya 6 kuhakikisha barabara za wilaya kwenda wilaya nyingine zote zinafunguka, na sio kufunguka kwa kiwango cha lami. Na mimi pale Nachingwea ninayo barabara ya kutoka Masasi kwenda Nachingwea, Masasi kwenda Nanganga, na ninayo barabara inayotoka Nachingwea kwenda, tayari barabara yangu kutoka Nachingwea kwenda Ruangwa imepata kiwango cha lami na inaendelea na ujenzi. Kwa hiyo barabara hizi kiungana, tayari korosho kutoka Nachingwea inafika bandarini kwa gharama nafuu, mkulima anaongeza thamani, ufuta, mbaazi na kadhalika. Lakini pia tutarahisisha sana mawasiliano ya kibiashara na kupunguza gharama ya bei ya vitu, kwa sababu usafiri utakuwa ni rahisi na unapatikana. Kwa hiyo kwenye eneo hili la kufungua fursa za mawasiliano kupitia usafirishaji, ametugusa Watanzania, ametugusa watu wake, na tumeona mwelekeo, na kwa sababu huwa anasema na kutenda, hatuna mashaka ili tunakwenda kuimarika vizuri. Lakini kwa maeneo mengine ya usafirishaji kazungumzia kuongeza idadi ya ndege ili kuweza kutanua miruko ya huduma hii kwa nchi yetu. Ni jambo kubwa na ni jambo la dunia ya leo, ambapo huduma ya usafirishaji wa anga inabadilisha maisha ya eneo husika, na sisi kama taifa lazima tuhakikishe kwamba tunakuwa eneo la dunia. Lakini tumefika mbali zaidi, usafiri wa majini tayari tulishaona awamu iliyopita jitihada kubwa ziliwekezwa kwenye ujenzi wa meli za mizigo na meli za usafirishaji abiria, lakini pia meli za uvuvi.
Haya yote ukiyachukua na kuyaleta pamoja ukaunganisha na hotuba Mheshimiwa Rais, unaona dhamira njema ya kuifungua nchi na kuhakikisha kwamba inabaki kwa taifa lenye kukua kwa kasi na kuwezesha uchumi wa watu wetu. Mheshimiwa Popo, tuna dakika kama 4 kutoka sasa. Hebu tuzungumze, serikali pia iliweza kuelezea mikakati yake ya kuweza kuimarisha uwekezaji nchini. Kwa mtazamo wako, unaona kama nchi tumejiwekeza kisawasawa kwa ajili ya masuala ya uwekezaji? Ni kweli. Kama taifa tumejiwekeza kwa sababu vipaumbele vinavyovutia uwekezaji nchi yetu vipo na vinatosheleza. Na kwa kifupi sana, nchi yetu imebarikiwa sana madini. Mheshimiwa Rais kwenye hotuba yake ameeleza nia ya kuhakikisha tunatumia sekta ya madini ili kuweza kuendelea kupata mafanikio makubwa, lakini akafika mbali zaidi, uanzishwaji wa viwanda vya kuchenjua madini ili kuongeza thamani. Lakini kama vile haitoshi, tukafika eneo ambalo Mheshimiwa Rais amezungumza juu ya kuitumia akiba ya madini kama nyenzo ya kuwekeza na kuhakikisha kizazi kinachokuja kinanufaika na fedha zinazotokana na madini, kwa sababu madini huwa hayahifadhiwi kama chakula. Lakini la pili, nchi yetu bado ina nguvu kazi ya kutosha, ina maarifa na ina wataalamu. Kwa hiyo kuna maeneo kadhaa ambayo kama wawekezaji wanaweza kujivunia. Utalii ambao tayari kaweka nguvu kubwa na Mheshimiwa Rais ameonyesha nia kwa vitendo kabisa katika kuhakikisha utalii unakuwa. Lakini kuna eneo la bahari kupitia uchumi wa bluu ambapo tuna mazao ya bahari na mazao mengine ya majini. Huku kote kuna hitaji. Lakini kwa maeneo haya tunaona hata uanzishwaji wa viwanda na hata bandari ya uvuvi ambayo imeanzishwa pale Kilwa mkoani Lindi. Hii yote ni kuhakikisha kwamba swala zima la uwekezaji unasawiri na kusadifu matarajio na mwelekeo wa nchi yetu. Lakini dira ya maendeleo ya taifa imeweka vipaumbele vyake vyote, na katika eneo hili la uwekezaji imehakikisha inagusa maeneo mtambuka ambayo yanaweza kuwasaidia Watanzania kunufaika na uwekezaji. Kwa hiyo nchi yetu inaweza kukidhi uwekezaji na inamudu kabisa kukaribisha, na ina maeneo ya kutosha na ina zile sekta muhimu za uwekezaji. Kwa hivyo na mimi kama Mtanzania na kiongozi nitoe wito kwa wawekezaji wote duniani kuja Tanzania. Ni eneo salama, ni eneo lenye matokeo na watapata matokeo na mafanikio kupitia uwekezaji. Nashukuru sana. Mheshimiwa, swali moja la mwisho, ukiwa kama mwakilishi wa wananchi, unadhani ni jambo gani moja kubwa linatakiwa kufanywa na bunge pamoja na serikali kwenye kipindi hiki cha miaka 5 faida ya wananchi? Bunge litakuwa na majukumu yake yaliyoko kisheria na kikatiba, lakini jambo kubwa, msisitizo ambao naona bunge litakwenda kusimamia, moja, kuwa mshauri mzuri wa serikali, msimamizi, lakini sisi bunge tunakwenda kuzipigania zile huduma za watu wetu. Unajua sisi wabunge na viongozi walioko wote, lengo na nia yetu ni kuhakikisha kwamba wananchi wanafikiwa na wanapata huduma. Kwa hiyo huduma kupitia watendaji wa serikali, huduma kupitia maeneo ya taasisi na sekta yaweze kukidhi mahitaji ya watu na wapate huduma hizi na kusimamiwa ipasavyo. Na itakuwa vizuri, na hapa naweza nikaongeza kidogo, hata katika hotuba ya Waziri Mkuu ya kushukuru alieleza kwamba anataka watumishi wawafikie watu na kuwapa huduma, kusiwe na mtu ambaye analalamika juu ya huduma ambazo anastahili kupata. Kwa hiyo hata mwelekeo wa serikali na mwelekeo wa Dr. Samia ni katika kutoa huduma, na hili ndio neno kubwa ambalo mimi nimelishika na ndio nitakuwa na thamani sana. Tumalizie, nini wito wako sasa kwa wananchi wa Tanzania? Wananchi wa Tanzania na Watanzania wenzangu, umoja, mshikamano, amani na utulivu ndio nyenzo na ngao ya kutufikisha kwenye nchi ya matumaini. Ili tuweze kurithishana, kubadilishana, kukabidhiana, lazima tuwe kwenye utulivu. Kwa hiyo mimi ninawaomba na ninawasihi kwamba tuendelee kulinda ile tunu tuliobarikiwa kwa muda mrefu, na tutafika tukiwa tunahema vizuri. Mheshimiwa Liwaka, mimi nakushukuru sana kwa muda wako, nikutakie majukumu mema. Nashukuru sana. Mtazamaji wa Channel 10, ni mbunge wa jimbo la Nachingwea Mheshimiwa Fadhili Liwaka ambaye tumezungumza naye kwa dakika takriban 25
tumezungumza kuhusiana na hotuba ya rais bungeni na mwelekeo wa nchi. Mpaka kufikia hapa, mimi nakuwa sina la ziada hapa Dodoma. Mimi ni Roda Simba, lakini pia katika upande wa kamera na msimamizi wa matangazo haya ni Kuringe Mongi. Mpaka kufikia hapa Dodoma hatuna la ziada, tunarejesha matangazo haya hapo studio jijini Dar es Salaam kwa ajili ya marudio ya taarifa ya habari ya asubuhi njema.